Habari zenu popote pale ulipo, karibu kwa taarifa zetu kutoka JN. Syria na Urusi zakubaliana kuhusu usimamizi wa kambi Agosti. Syria na Urusi zimekubaliana kuhusu usimamizi wa baadaye wa kambi za jeshi za Urusi zilizoko kwenye pwani ya Mediterania ya nchi hiyo. Urusi ilikuwa ikitumia kambi hizo kutoa msaada wa kijeshi kwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad wakati wa vita kwa miaka 13 vya wenyewe kwa wenyewe. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imetangaza jana Jumapili kwamba mataifa hayo mawili yamesaini hati ya maelewano baada ya miezi 18 ya mazungumzo. Makubaliano hayo yatamaanisha kwamba Urusi haitakuwa na vituo vya kijeshi kwenye taifa hilo la Kiarabu na Syria itasimamia kambi mbili zilizotumika kwenye vita hivyo. Wahouthi wafanya mashambulizi kwenye mji wa Moha, Yemen. Wanamgambo wa Houthi wa nchi Yemen wamefanya mashambulizi mapya kwenye mji wa bandari wa Moha jana Jumapili, masaa kadhaa baada ya shambulizi lililoua watu 7. Hii ikiwa ni kulingana na jeshi la Yemen. Wanamgambo wa Houthi wamefanya mashambulizi mapya katika mji wa Moha unaodhibitiwa na serikali ya Yemen wakati mzozo ukizidi picha. Kulingana na jeshi la Yemen, wanamgambo hao walishambulia kwa makombora na drone eneo la makazi kwenye mji huo unaodhibitiwa na serikali katika pwani ya magharibi ya Yemen na kuongeza kwenye mfumo yake ya kujilinda angani ili ndungua baadhi ya droni. Moha ni mji uliopo karibu na mlango wa bahari wa kimkati wa Bab al-Mandab na njia muhimu ya usafirishaji wa kimataifa. Msemaji wa Houthi Yahya Saree alisema kupitia kwa mtandao wa Telegram kwamba shambulizi la awali lililoua watu 7 liliwalenga wanajeshi wa Saudi Arabia na maghala ya silaha kwenye mji huo. Katika taarifa nyingine, wanamgambo hao walidai kushambulia kiwanda cha kusafirisha mafuta cha kampuni ya mafuta ya Saudi Arabia, Aramco, kampuni kubwa, huku mvuto ukiongezeka kati ya Wahouthi la taifa hilo tajiri wa mafuta. IRGC: hatufungui Hormuz hadi Marekani itakapokidhi masharti. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kimesisitiza hakitafungua mlango wa bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapokubali masharti yake, ambayo ni moja na kulipa fidia ya uharibifu uliosababishwa na vita. Kulingana na kikosi hicho jana Jumapili, mkakati wao ulikuwa ni kuendeleza mzingiro kwenye lango hilo hadi pale adui atakapokubali masharti yao. Baraza la juu la usalama wa taifa nchini Iran siku ya Jumamosi lilitangaza masharti ifunguliwe kwa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni pamoja na kuvimaliza vita, Marekani kuondoa vizuizi kwenye bandari zake na kuviondoa vikwazo, kuachilia mali za Iran ilizozizua na kulipa fidia ya uharibifu wa wakati wa vita, ripoti shirika la habari la Tasnim. Masharti hayo yanaendana na yale yaliyotolewa kwenye makubaliano ya mwezi Juni yaliyojumuisha kifungu cha kuundwa mfuko wa ujenzi wa dola bilioni 300 kwa ajili ya Iran. Netanyahu aukataa mpango wa Trump kuhusu Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili amesema hawakubaliani na mpango uliotangazwa na Marekani kuhusu Gaza, ambao unaungwa mkono na kundi la Hamas na kujitenga na mshirika wake Rais Donald Trump. Netanyahu ameutupilia mbali mpango huo uliotangazwa na Rais Trump mwezi uliopita na kusisitiza kwamba jeshi la Israel halitaondoka kwenye eneo hilo la Palestini hadi kundi la Hamas litakaponyang'anywa kikamilifu silaha. Licha ya kukataa waraka wenye vipengele 15, Netanyahu amesema bado anajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza, ingawa ikulu ya White House bado haijatoa tamko lolote. Katika hatua nyingine, Netanyahu alizungumzia mashambulizi yanayoyafanya Iran kwenye mataifa mengine ya kikanda na kuapa kamwe hata kubali taifa hilo kuwa na silaha za nyuklia, ama kwa makubaliano au bila ya makubaliano. Kwa nini meli zilizokwama Hormuz zinawatia wasiwasi wanasayansi? Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunasababisha kile ambacho wanasayansi wanakiita mgogoro wa dharura wa kiikolojia na tishio kubwa kwa usalama wa viumbe duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya timu ya kimataifa ya wanabiolojia wa baharini iliyochapishwa katika jarida la Biological Innovations, wanasayansi wanasema meli ambazo zimekwama kwa miezi kadhaa zimezipa viumbe vamizi muda ambao haujawahi kushuhudiwa wa kujijenga na kuongezeka. Meli hizo zitakapoanza tena safari kuelekea sehemu mbalimbali duniani zinaweza kusababisha kile wanabiolojia wanachokiita tukio kubwa la kusambaza viumbe vamizi bahari duniani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takriban meli 1500 zimekwama katika ghuba ya Uajemi tangu Februari
huku mamia ya nyingine zikiwa zimekwama katika Ghuba ya Oman. Hali mbaya zaidi inayoweza kutokea, viumbe wengi wa baharini kama bakteria, mwani na wanyama wadogo wasiokuwa na uti wa mgongo kujishikiza haraka kwenye meli zinazokaa bila kusonga kwa muda mrefu. Hali hii inajulikana kama biofouling. Profesa Mario Tamburi, mwanaikolojia wa bahari kutoka Chuo Kikuu cha Maryland nchini Marekani na mwandishi mkuu wa utafiti huo, anaeleza kuwa kuna kundi la viumbe wanaoitwa viumbe waliotulia sessile, kwa sababu huishi maisha yao yote wakiwa wamejishikiza kwenye uso fulani. Anasema kila kitu kipya kama vile ujenzi fulani unapofanyika baharini huanza kufunikwa na bakteria na vijidudu vingine vinavyounda tabaka linaloitwa biofilm. Baadaye biofilm hiyo huvamiwa na mbengu za mwani, mabuu ya viumbe kama barnacle, minyoo na viumbe wengine wanaohitaji sehemu ngumu za kushikiza ili kuishi. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Kwaherini.